Ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Amma baad, baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao si Waislamu, yani Wakristo kama mimi, amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nani. Nina jambo moja tu nalotaka kuliongelea, na nataka kuongea kuhusu ajenda moja tu, na ajenda nilio nayo ni kwa Isa Masihi ama Yesu. Na ninapoongea kuhusu Isa Masihi ama Yesu, nataka kujadili kuhusu kitu kimoja ambacho nimekiona kimekuwa na mshike ambacho kimepingwa na watu wengi sana, na si kitu chengine ila kuna hoja moja ambayo nimeiona sana katika mitandao, katika mihadhara, ya kwamba Yesu hakufa. Katika Biblia 100% hakuna Mkristo hata mmoja, mnasara hata mmoja, ama Mkristo hata mmoja kwa lugha yoyote ile anaipinga kuhusu kifo cha Yesu, hamna. Ila ubishani mara nyingi unatokana katika sehemu nyingine, yani katika ndugu zetu ambayo katika binadamu, ndugu zetu Waislamu ambao wanasema ya kwamba Isa alayhi salam ama Yesu huyo tunayemtaja katika Biblia pia umauti haukumpata. Nataka nihoji tu kupitia aya mbili tu, sitatoa aya nyingi. Katika Biblia aya nyingi zinakubali 100% kutokana na umauti uliomfika Yesu. Aya nyingi tu zinakubali vile vile. Ukisoma Galatia 3:13, kupitia kwa kufa kwake, kupitia kwa yeye ndio sisi tukapata nguvu. Alitukomboa kupitia kwa laana ya Torati, yani aliwekwa pale msalabani. Baada ya kuwekwa msalabani akafa, ndio sisi tukapata kupokea ule uzima wa milele. Hiyo ni aya ya kwanza, Galatia 3:13. Siko haya nyingi, hata Mathayo 26 ukiendelea kule chini, Yesu anatangaza vizuri kuhusu kufa kwake pale msalabani, anatangaza hata kabla hajakufa. Wakorintho wa kwanza 1:18, wale ambao wanakubali kufa kwa Yesu wanapata nguvu, lakini wale wanapinga kifo cha Yesu, Mungu anasema kwao huwa ni kama ni upuzi. Kwa hiyo sisi tunaokubali kufa kwa Yesu tunapata nguvu kutokana na kifo cha Bwana Yesu Kristo, lakini wale ambao wanapinga kifo cha Yesu hawajui ni nguvu gani tunazozipata. Sitaki niende mbali tu, Biblia iko sehemu nyingi imekubali kifo cha Yesu. Nataka niangalie tu aya mbili katika Qur'ani. Nitaanza na aya ya Surati Imran. Nitaizungumzia sana sura hii ambayo ni sura ya 3. Unaposikia Surati Imran, ni sura inayomzungumzia kuhusu huyu mzee aliyekuwa anaitwa Imran. Imran ni babu yake Yesu. Kwa hivyo ni kisa kinachozungumza sana kuhusu mambo ya Imran na wajukuu zake na hiyo familia yote kufikia kwa Yesu. Babu yake Yesu ndiye anaitwa Imran. Katika Surati Imran, nataka nikimbie katika ile aya ya 55. Nitaisoma vizuri, alafu nitaiweka tafsiri, alafu kama kutakuwa na mtu ambaye ana mashaka atanisaidia kutoka aya mbili. Aya ya kwanza, aya ya 55 katika Surati Imran inasema, idikala lahu ya Isa ini mutawafika wa rafiuka ilayya. Pale Mwenyezi Mungu aliposema ya kwamba mimi, Mungu mwenyewe sasa kumwambia Nabii Isa ya kwamba mimi nitakufisha, ini mutawafika, yani nitakufisha. Kufisha maana yake ni kuua. Ukitaka ujue
Kwa kufisha maana yake ni kuua. Ukikimbia katika sura ya 80 aya ile ya 21, Mwenyezi Mungu anasema wakamfisha wakamtia ndani ya kaburi. Kwa hivyo kama kuna mtu anawekwa ndani ya kaburi ni mtu ambaye kisha kufa. Ndio maana wakamuua, wakamfisha, wakamweka ndani ya nini? Ndani ya ile kaburi. Sasa barabara vizuri. Kwa hivyo fisha maana yake ni kuua. Mwenyezi Mungu anasema, anaposema ilikala lahu ya Isa, hii ni mutawafika. Pale Mwenyezi Mungu aliposema mimi Mwenyezi Mungu mimi nitakuua, hii ni mutawafika. Hii ni mutawafika. Hii ni mimi nitakufisha, yani nitakuua. Kule chini nasema warafiuka ilayya. Kwa hivyo kuna vitu viwili. Moja, atamuua. Atakapomaliza kumuua atamnyanyua ampeleke wapi? Mbinguni. Ndio maana katika Biblia inasema vizuri kwamba alikufa siku 3, baada ya siku 3 kuisha akapaa kuelekea nini? Mbinguni. Kwa hivyo kitendo cha kwanza kilichotangulia ni kufa. Kitendo kinachofuata nini? Kunyanyuliwa. Kwa hivyo si ati ananyanyuliwa kabla ya kufa, anauliwa, baada ya kuuliwa alafu ndio anafanya nini? Ananyanyuliwa. Hii ni mutawafika, nitakuua. Kitendo cha pili warafiuka ilayya, nitakunyanyua. Ndivyo Biblia inavyosema na ndivyo Qur'an sura Imran katika aya 55 inavyosema vile vile. Hoja ya kwamba Yesu alienda mbinguni kabla kufa alafu haji hafe katika Qur'an kuanzia sura Al-Fatiha mpaka sura Nas, aya hiyo hamna. Kama pengine haya hiyo ipo, mashekhe mnaweza kutusaidia katika njia yote ya kwamba Yesu alipaa kwenda mbinguni kabla ya kufa na atakuja hafe, sijui aoe, mtuletee. Kile tunachojua Mwenyezi Mungu anasema ini mtawafika warafiuka ilayya, nitakuua, nikimaliza kukuua halafu mimi nitakunyanyua, yani nitakuleta kwangu. Hiyo aya haikuishia pale katika kule kuteremka kwenda chini kule. Baada ya kusema ini mtawafika warafiuka ilayya, kule chini inasema wa mutahiruka minal ladhina kafaru, nitakutakasa na wale walio kufuru. Kuna watu katika dunia hii wanakufuru sana kuhusu kisa cha Nabii Isa ibn Maryam. Wanakufuru, wanasema hakufa. Wanasema maneno mengi tu kuhusu Yesu ambaye ni Almasihi, mwokozi wa ulimwengu huu. Nguvu tunayopata ambao sisi ni Wakristo. Mwenyezi Mungu alisema wa mutahiruka minal ladhina kafaru, nitakutakasa na wale walio kufuru. Kule chini ndio napapenda sana, pazuri kabisa. Na hapa ndio ile nguvu inasema katika Wakorintho wa kwanza 1:18 ya kwamba wote wanaokubali msalaba, wote wanaokubali kifo cha Yesu wanapata nguvu. Sasa pale chini katika sura Imran ya 55 kule chini inasema wajahilu liladhina tabauka fauka ladhina kafaru ilaha yaumil qiyamati, ya kwamba wale wote watakomfuata Nabii Isa watakuwa juu mpaka siku ya Kiyama. Nitawaweka wale wote waliokufuata wewe Nabii Isa kuwa juu mpaka siku ya Kiyama. Sisi ambao tunamfuata Nabii Isa katika dunia hii tutakuwa juu ya Waislamu mpaka siku ya Kiyama. Wajahilu liladhina tabauka fauka ladhina kafaru ila yaumil qiyamati, tutakuwa juu yenu. Na hata mazingira ya dunia mkiangalia yako hivyo hivyo, tumewazidi vitu vingi tu. Ukiangalia katika serikali nyingi, except hizi serikali zenu hizi za kutoka bara la Arabia ambao karibu wote ni Waislamu, ndio unapata viongozi wanatoka hapo. Lakini ukiingia hizi sehemu zingine zote, matajiri wengi wa Kristo, serikali zote ni za Wakristo, kasoro nchi zingine tu kwa sababu ya katiba zao nini na nini. Lakini ukiangalia aya hii aliyotoa Mwenyezi Mungu sura Imran 55 ni aya iko wazi, wajahilu liladhina tabauka fauka ladhina kafaru ila yaumil qiyamati, wale wote watakaofuata Nabii Isa siku ya Kiyama, wale watu watakaofuata Nabii Isa watakuwa juu ya makafiri mpaka siku ya Kiyama. Kwa hivyo sisi Wakristo tunaweka kifua mbele ya kwamba tunamfuata Nabii Isa ama Yesu kwa sababu ya kifo chake, na ndio maana tunakuwa juu na tutazidi kuwa juu mpaka siku ya Kiyama, mpaka kule peponi. Sisi Waislamu nawaambia ukweli, tutakuwa juu. Kama Waislamu mnataka kuwa juu, fuateni aya ya Mwenyezi Mungu, anasema wajahilu liladhina tabauka
fauka alladhina kafaru ila yaumil qiyamah, nyote mtakaomfuata Nabii Isa mtakuwa juu mpaka siku ya kiyama. Lakini msipofanya hiyo, basi sisi tutazidi kuwa juu na tutawaacha huko duniani, tutazidi kuwa juu mpaka kule peponi. Tutawazidi kifedha, tutawazidi serikalini, tutawazidi kwa nguvu zote, kwa sababu ni aya Mwenyezi Mungu aliyoitoa, na Mwenyezi Mungu hawezi kujipinga, hawezi danganya. Qur'ani iko wazi, hawezi danganya. Ndio maana unaona kila sehemu tu Wakristo wako juu, kwa sababu tunamfuata Isa. Qur'ani inasema la kitabu la raiba fi. Qur'ani ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ikisema inasema kweli. Angalia tu dunia vile ilivyo. Wengi wanaotawala ni Wakristo. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu alitabiri akasema watakaomfuata Yesu watakuwa juu. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili, kuna aya nyingine katika sura 21. Sura 21 ni sura ya Anbiya. Sura ya Anbiya ni sura inayozungumzia kuhusu manabii wa Mwenyezi Mungu wote. Katika Biblia sura ya Anbiya inaweza kuwa kama sura ya matendo ya mitume. Katika sura ya Anbiya katika aya ya 20, katika aya ya 34, Mwenyezi Mungu anasema wama jahalna libashari min kablika akulda fahin. Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad ya kwamba hatukuwajalia wanadamu wote waliokuwa nyuma yako, mitume waliokuwa nyuma yako, kuwa na miili isiyokufa. Kwa hivyo mitume wote waliokuwa nyuma yako Muhammad, wote walikuwa wafe. Nabii Yesu ni nabii aliyekuwa nyuma ya Muhammad. Waislamu, ile jambo liko wazi. Kama Nabii Isa alikuwa nyuma ya Muhammad, hii haya iko wazi, alikufa. Tena ukisonga tu katika kule aya 35 ya sura ya Anbiya 35 inasema kullu nafsi daikatul maut. Kullu nafsi daikatul maut. Kila nafsi itaionja mauti. Sasa kama manabii wote waliokuwa nyuma ya Muhammad wote walikufa, kwa sababu kila nafsi lazima ionje mauti. Si ni wazi Isa ibn Maryam alionja mauti? Basi Waislamu, hii haja iko wazi. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wa Kristo. Yesu alikufa kwa ajili ya wanadamu wote katika dunia hii, ili wanadamu wakaweze kuishi vizuri, wakaweze kuwa juu katika dunia hii. Unapokataa kumfuata Yesu, inamaanisha wewe utaki kuwa juu katika dunia hii, wala ahera utaki kuwa juu. Mwenyezi Mungu anasema wale wote watakaofuata Nabii Isa watakuwa juu mpaka siku ya kiyama, watakuwa juu ya makafiri. Wa mutahiruka minal ladina kafaru, nitakutakasa na wale waliokufuru. Wajahilul ladina tabauka fauka ladina kafaru, nitawaweka wale wote waliokufuata Nabii Isa juu ya makafiri mpaka siku ya kiyama. Sisi wa Kristo tutawaketia makafiri mpaka siku ya kiyama katika hii dunia, kwa sababu tulibarikiwa na Allah. Aya ilitoka tutakuwa juu kwa sababu tumemkubali Yesu. Na nyinyi mkubalini Yesu, basi tuende sote mbinguni tukaweze kuwa juu, na hata duniani pia tukaweze kuwa juu zote. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.